Safari ya Donald Trump katika nchi za Kiarabu, yani Saudi Arabia, Qatar na United Arab Emirates UAE. Trump alikusanya jumla ya dola trilioni 4 kutoka kwenye dili zote alizozisaini katika hizo nchi tatu. Ni pesa nyingi sana. Na kwa kuthibitisha hii ni pesa nyingi, ilimchanganya mpaka Donald Trump akiwa kwenye ndege ya Air Force One anaulizwa maswali ya Urusi, anaanza kuropoka kiasi cha pesa ambacho amekitengeneza kwenye safari zake za Uarabuni. Sikilize hapo kidogo. Mr. President, are you disappointed in the level of the delegation that the Russians sent to Turkey? I don't know anything about it. I'm not disappointed in anything. Who are you from? BBC News. I'm not disappointed. Why would I be disappointed? We just took in $4 trillion and he says, are you disappointed about a delegation? I know nothing about a delegation. I haven't even checked. Nimsikia anasema ametoka kutengeneza dili za trilioni 4. Kwa nini awe? Sasa watu watakuwa wanajiuliza ni kwa nini Waarabu wanatoa pesa nyingi kiasi hicho kwa Marekani? Nchi za Kiarabu hizi tatu, tengeneza picha hii katika kichwa chako. Fisi watatu wenye chakula kingi sana. Sasa ila shida yao fisi watatu ni usalama wao na chakula chao. Sasa hawa fisi watatu inabidi watafute mtu kama simba au tembo au chui ili awalinde hawa fisi pamoja na chakula chao. Tengeneza hiyo picha katika kichwa chako. Hivyo ndivyo walivyo Waarabu hao watatu kwa Marekani. Kwanza nikupe picha kidogo. Hawa Waarabu watatu wote kwa ujumla, idadi yao ya watu haifiki hata milioni 50. Ukienda Saudi Arabia, idadi ya watu population yao ni milioni 34. 33-34. Ukija kwa Qatar ni milioni 3. Ukija kwa United Arab Emirates ni milioni 11. Ukijumlisha wote hata wafiki milioni 50. Kwa hiyo uchache wa watu pia unawafanya wanakuwa insecure. Yaani hawana amani, hawajiamini. Kumbuka wana pesa nyingi sana. Yaani hao jamaa wana pesa ambayo haielezeki. Hao watatu hao. Nitoe mfano mwingine mdogo. Muangalie Mwajemi, Iran wako milioni 80 kwenda 90. Waajemi wana teknolojia yao. Waajemi wanajiamini. Waajemi wamebarikiwa pia, wana mafuta mengi sana. Sasa hawa afisi watatu sasa, ili wawe salama inabidi wamtafute mtu mwenye nguvu duniani wa kuwalinda. Ni nani? Ni Marekani. Kidogo kaka Saudia kameanza pia kwenda na Urusi na Uchina. Kasaudia kameanza kwa sababu Kasaudia kameshaona dunia inaelekea wapi. Sasa hii trilioni 4 ambayo Trump amekusanya Uarabuni, watu wanataka wajue ni biashara gani Marekani anafanya. Biashara Marekani ni ile ile silaha na teknolojia. Teknolojia Mchina anamnyofua kidogo. Ila hii trilioni 4, asilimia 70 ya pesa hii ya hii trilioni 4 yote ni masuala ya silaha. F-16 sijui na yani kwa kifupi silaha unajua. Sasa kwa mfano nitatoa mfano mmoja hapa wa United Arab Emirates. Kuna dili la trilioni 1.4 wamesaini. Trilioni 1.4. Hii bilioni 400 inakwenda kwenye masuala ya energy na AI. Hii trilioni 1 yote inakwenda kwenye silaha. Nikupe picha nyingine. Nataka tuongee kipicha ili uelewe. Hivi wewe ukiwa unauza bunduki, unaniuzia mimi bunduki, alafu mimi nainunua ile bunduki na iweka ndani, siitumii, na wewe huna biashara nyingine, hivi wewe utakula wapi? Ukishaniuzia ile bunduki, inabidi utengeneze mazingira niitumie ile bunduki ili nije ninunue bunduki nyingine kwako. Ni kitu gani ninachokufundisha hapa? Baada ya Waarabu kununua hizi silaha ambayo hii mikataba ya silaha ambayo Marekani anaingia nao, kazi ya Marekani ni kuhakikisha Mashariki ya Kati hakuna na amani. Na siku zote Mashariki ya Kati hakuna amani. Kuna Iran hamsikilizi Marekani, na siku zote ukishakuwa umsikilizi Marekani anakutangaza wewe ni mtu mbaya hata kwa ndugu zako. Kwa hiyo kuna Iran na Israeli hawaelewani. Kuna hawa wanaitwa magaidi ambao wametengenezwa jina la magaidi, lakini kihalisi sio magaidi. Tunajua kwa mtu anayefuatilia geopolitics utaelewa. Kwa hiyo ili vuguvugu la kutokuwa na amani katika Mashariki ya Kati. Sasa na hawa afisi watatu wana chakula kingi sana. Lazima wawe na wasiwasi. Tunaweza tukavamiwa na chakula chetu kikachukuliwa na sisi wenyewe tukadhurika. Tunafanyaje? Ndio unaona wanavyojikomba kwa simba Marekani awalinde. Ndio hivyo sasa Marekani anavyozikomba hizo hela. Kwa watu wanaojua geopolitics wanajua kabisa petrodola ilikuwa ni mkataba wa petrodola wa zamani kabisa ambao sasa hivi ushakufa, kwamba mafuta yatauzwa kwa dola. Unakumbuka Saudi Arabia, watu wanaofuatilia geopolitics, sitaki kwenda kwa sababu petrodola ishakufa sasa hivi. Unahitaji dola kupata mafuta. Hata yuan watu wanapokea sasa hivi unanunua mafuta. Na Marekani ashajua kwamba mkataba wa petrodola ambao ulikuwa ni mkataba wa Marekani na hao Waarabu kwamba mafuta yauzwe kwa dola ili kuitengenezea mazingira dola iwe sarafu ya dunia. Ilikuwa ni mkataba wa Marekani kuwalinda Waarabu na Waarabu waiheshimishe dola. Watu wanajua hicho kitu, wanaelewa.
So back in the day, hata zamani hizo unajua kabisa kazi ya Marekani, yani hao afisi hawajami, wana chakula kingi sana, lakini shida yao kubwa ni usalama. Sasa kila Mwarabu amejikomba kwa style yake, yani Waswahili wanasema unajikuna unapopaweza, unapofikia ndo unajikuna. Kwa hiyo kila mtu amejikomba kivyake namna ya kumtongoza Trump kivyake. Saudi Arabia amejikuna kivyake, Qatar kivyake, na United Arab kivyake. Sasa kilichotia fora kabisa ni zawadi ya ndege yenye thamani ya dola milioni 400 kutoka Qatar yenye population, yani idadi ya watu wa milioni 3, wanatoa zawadi kubwa kama hii kwa rais wa Marekani. Hii ndio imeamsha watu wakaona this is too much. Kumbuka hii zawadi, watengenezaji wa hii ndege ni wa Marekani wenyewe. Wanaitengeneza, wanampa rais wa Marekani, anaitumia kama ndege ya rais wa Marekani, kama Air Force One, kama nini. Sasa twende huko Marekani kwenyewe. Marco Rubio ambaye ni Secretary of State, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, aliwekwa kikao kuulizwa, hii ndege bosi wako amepewa ni ya Marekani au ni ya kwake? Sikiliza kidogo hapo Marco Rubio akiwa anachemshwa huko Marekani, awaeleza wa Marekani hiyo zawadi ni ya Marekani au ni ya Trump na familia yake. Let me ask you about the one that is probably most confusing to this committee, which is the planned gift of a plane to either the United States government or the president. Is it your understanding that this luxury plane that Qatar has offered the president, and the president has announced he is willing to accept, is a gift to the United States government? Or is it a gift ultimately to the president himself that he can use in his library? Well, you'd have to talk to the Department of Defense, because this is a replacement or at least a temporary bridge plane for Air Force One, the new Air Force One, which is way off its delivery schedule. And so that would have to be with the Air Force. They operate Air Force One. My understanding of it basically has been from the very beginning that this is a plane that was identified after talking to Boeing about what other planes around the world would fit the bill that are out there that could be used now. They identified the ones that Qataris had as an opportunity for one, and as a result, or the UAE had that as opportunity for one, and that's how that. And it's not your understanding that the plane ultimately will belong to the president or to the president's library after. Well, I'm not involved at that level of it. I've never heard that before. What I've heard is that plane will replace Air Force One, which is an Air Force plane. Umesikia? Unajua shida kubwa ya Marekani ilivyojijenga, na hichi ndio kilio changu, ndio maana sipendi kabisa democracy. Wa Marekani ni watoto wa familia tofauti wanaojaribu kujiblend kuwa kama kitu kimoja, kitu ambacho kimeshindikana. Tofauti na China. China ni watoto wa baba mmoja mama mmoja, tena wamepishana kwenye kunyonya ziwa moja. Kwa hiyo wale chinkuu wanaelewana vibaya mno. Lugha yao ni moja, yani they are one is one, yani ni kitu kimoja kama unavyoiona moja. Sasa swali hili kwangu mimi ni very stupid, mimi kama mimi, kwa sababu let's say mimi nimepewa zawadi huko katika mizunguko yangu, nikaileta nyumbani katika familia yangu mimi. Kimsingi hii zawadi ni ya kwetu sisi wanafamilia tuliozaliwa na baba mmoja mama mmoja, tukanyonya ziwa moja. It's unquestioned. Hilo sio swala la kuulizwa, hii ni ya kwangu binafsi, ni ya familia yangu. As long as nimeileta nyumbani katika familia yangu, hii zawadi ni ya kwetu wote wanafamilia. Kwangu mimi hilo ndio lilikuwa jibu like stupid. Lakini kwa siasa za Marekani hili swali limekuja kwa sababu wa Marekani sio watoto wa baba mmoja mama mmoja. Kila mmoja ana mambo yake. Democratic kwa kivyake, Republic kwa kivyake, na Trump yeye kama familia yako. Yani it's dangerous. Yani wa Marekani familia, maisha yao ni aina tofauti na wanyama mwituni. Yani hawaelewani, hawaaminiani. Ndio maana swali kama hili Marco Rubio anaulizwa, anajitafuna kumtetea bosi wake. Kumbuka bosi wake alisema ilikuwa ni ujinga kukataa zawadi kama hii. Msikilize kidogo Trump hapo. So I think it's a great gesture from Qatar. I appreciate it very much. I would never be one to turn down that kind of an offer. I mean, I could be a stupid person, say, no, we don't want a free, very expensive airplane. Msikia, ni ujinga kukataa zawadi hiyo. Sasa watu wanataka majibu. Kwa nini Trump amepewa zawadi kubwa hivi na familia na huko Qatar? Watu msichokijua Qatar. Qatar ni kitovu cha magaidi wote duniani. Muslim Brotherhood, sijui Islamic State, sijui Taliban. Yani magaidi wote pale ni kitovu chao. Kumbuka ugaidi ni nisemeje, sio unachoamini wewe. Ugaidi ni maigizo, hata Amerika wanajua. Ugaidi ni biashara Marekani. Hili ni maigizo. Ugaidi ungekuwa kweli, kamanda mkuu wa kikosi cha Al-Qaeda sasa hivi ni rais wa Syria. Ni kitu gani kinakuja kichwani kwako? Ugaidi ni maigizo wewe. Sasa Qatar wanamziba Donald Trump mdomo.
asiwe anaikosoa anaisema sana Katari vibaya. Kumbuka Katari ni senta ya wanaoitwa magaidi. Yaani Marekani ikiwa inasimamia inachokisema, basi Katari ingewekewa vikwazo vya kiuchumi kwa sababu ndio kitovu kikuu cha magaidi. Sijui unanielewa? So kwangu mimi binafsi, hii ni rushwa amepewa Trump ili asiwe mkosoaji mkuu wa Qatar. Qatar wana ushawishi mkubwa sana kwenye siasa za Marekani. Watu wanasema zaidi ya bilioni 100 zinatumika katika ushawishi kwenye Congress ya Marekani. Yaani Qatar wanatumia zaidi ya dola bilioni 100 kuwatuliza hao congressman, yaani wabunge wa Marekani wasipende kudiscuss masuala ya Qatar. Watu watajiuliza kwa nini? Marekani si ndio kiranja wa dunia? Issue ikiwa inadiskasiwa kwenye bunge la Marekani, lazima utakosa amani kwa sababu huyo ndio kiranja mkuu wa dunia kwa sasa, japokuwa ndio ufalme wake unaelekea kuwa mwisho kama alivyokuwa tunakumbuka zamani hizo Uingereza ashakuwa kiranja mkuu wa dunia, Ujerumani ashakuwa kiranja mkuu wa dunia. So kila kitu kina mwisho wake, lakini so far tunavyoongea bado ndio kiranja mkuu wa dunia, lazima utampa heshima yake. Kwa hiyo Qatar kama moja ya mafisi watatu duniani wenye chakula kingi, lazima atawatuliza mamafia ya dunia kama Marekani wasipende kuraise issues zinazohusiana na Qatar. So kiukweli, yani jibu la hapa ni kwamba yani mimi nakosa maneno ya kuwa disrespect wa Arabu, nashindwa kuwadharau wa Arabu, lakini kwenye comment naonaga jinsi gani mnavyowasema wa Arabu vibaya, kwamba kuna maneno makali sana huwa tunapenda kuwasema wa Arabu, lakini huo ndio ukweli kwamba these guys wangekuwa na umoja wao, let's say like wakamuunga mkono mtu kama Iran, wangeweza wakamtuliza Marekani vizuri. Mbona Irani yeye mwenyewe anamtuliza Marekani? Ujue issue ya nuclear ya Irani Marekani amekosa jibu. Kiukweli Waajemi wameshinda tayari. Kwa hiyo ndege aliyopewa Donald Trump, hii ni rushwa ya wazi ili asiwe anaamsha yale mambo ya Qatar. Kumbuka Qatar ashaandaa kombe la dunia, na uwezi kuandaa kombe la dunia event kubwa kama hiyo ya kidunia kama Marekani asipokupa go ahead, kwa sababu basically kombe la dunia mdhamini mkuu ni makampuni ya Marekani akina Coca-Cola. So unapataje project kubwa kama hii kama uwezi kuwa lobby American politicians? So ni kweli kabisa hiyo ilikuwa ni rushwa kwa familia ya Trump, kama huyo senator alivyokuwa anahoji. So yani upate hiyo jibu kwamba Waarabu ni fisi wenye chakula kingi sana, lakini sasa hawana usalama. Kwa inabidi wacheze na hao maplayer wakubwa duniani kama kina Marekani, Urusi, China kujibalance namna watapata ule usalama wao. Hawawezi kusimama wenyewe kama Waajemi au wa Iran. Na nishakwambia, ukitaka kuwa huru kweli kweli, tengeneza utamaduni wa kwako wa kuwashape watoto wako kivyako. Utajikuta unamiliki teknolojia kama Waajemi, utajikuta hao maplayer wakubwa duniani wakisema hey, wewe unawaambia hey. So yani hawawezi kukutisha. Angalia hata wanyama mwitu wanavyoishi huko mwituni. Simba show zake ni yeye mwenyewe kama mwenyewe, lakini mbwa mwitu ili wawe na nguvu lazima wawe wengi. Hivyo fisi ili wawe na nguvu lazima watembee kikundi. So ni kujifunza hata kwa mwituni kwamba tutengenezeje unity yetu ili akina simba akina tembo wasitutishie. Mkiwa wadhaifu, tengenezeni coalition, jumuiya yenu ya kuelewana ili kuwa resist hawa masimba machui ambao wanawaoneeni nyie chakula chenu. Kwa hiyo Waarabu kama mafisi mbidi waingie mkataba na Marekani kama simba ili awalinde kwenye msosi wao na wao wenyewe. Elimika, msiwe msomi.